Na mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 7 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni uaminifu wa mwisho, ibada katika eneo la vita. Uaminifu wa mwisho, ibada katika eneo la vita, ikiwa ni katika wiki ya Novemba 8 hadi 14, na kama ilivyo ada, kabla ya kwanza tutalika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umeweza kutujumuisha pamoja na wasikilizaji ili tukaweza kuangalia mada ya juma hili. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu akaweza kuwa mwalimu wetu, akaweza kutufunza na kutuvuvia yale ambayo tutasema yasiwe yametoka mawazoni mwetu, bali yawe yamevuviwa na Roho wako Mtakatifu. Zidi kuwa pamoja na sisi, hasa tunapoangalia ibada katika maeneo ya vita. Ukaweza kutujaza ili tukaweza kuwa na tumaini, tukaweza kukupatia kipaumbele katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Mathayo, sura ni ya 6 aya ni ya 33, nayo inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Neno la Mungu linatuambia kwamba tuweze kutafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, vingine tutazidishiwa. Lakini binadamu, hasa katika ulimwengu ambao unaelekea ukingoni, binadamu wameweza kupendua hii. Wakasema kwanza uzidishiwe ili tuweze kutafuta ufalme wa Mungu. Lakini kumbuka, Mungu ametuambia tuweze kufanya nini? Tuweze kutafuta kwanza ufalme wake na haki yake. Kwa hivyo kuna agizo ambalo limetolewa, lakini kama kawaida ya binadamu, unaposoma katika kitabu ni cha Isaya, binadamu wamekuwa ni watu wakorofi. Wanachukua kitu ambacho ni kizuri wanakigeuza kuwa kibaya, na kile kibaya wanakigeuza kuwa kizuri. Kwa hivyo nakuomba uweze kujumuika pamoja na mimi nitakapokuwa naenda kudadavua somo hili ili tuweze kujifunza, tuweze kujua, je, ni kipi hiki ambacho kinafanya hawa Waisraeli wakiongozwa na Yoshua kuweza kufanya ibada katika maeneo ya vita. Kwa sababu kwa sasa ni kinaya kwamba watu wako vitani na wanafanya ibada, watu wako vitani wametahiriwa, watu wako vitani wanajenga madhabahu. Mambo haya kwa sasa hayawezi yakasemeka vile. Unapokuwa vitani ni wakati mwafaka wa kuweza kuwa unajitayarisha, unatayarisha ala zako za vita, unajaribu kuwapeleleza wale maadui zako, uko tayari kupigana. Tutaweza kuona, je, hawa waliona nini? Ni nini hiki ambacho kiliweza kuwasukuma hata kufanya ibada vitani? Na kama vile ambavyo tunajua, tuko katika vita kati ya wema na uovu, pambano kuu. Yoshua alichukua uamuzi ulioonekana kuwa usio wa maana wa kutahiriwa Waisraeli katika eneo la adui, kusherekea Pasaka mbele ya hatari iliyokaribia, kujenga madhabahu ya kumwabudu Bwana wakati ushindi ulipokuwa ukiendelea, na kusimamisha maskani ya Bwana wakati makabila 7 katika Israeli yalikuwa bado hayajapokea urithi wao. Mwandishi wa leseni anazidi kusema kwamba katika maisha yetu yenye shughuli nyingi huwa tunakazia mambo muhimu ambayo maisha hutuletea. Mara nyingi sana tunapuuza kutenga wakati mzuri wa kufanya upya ahadi yetu kwa Mungu na kutulia na kuonyesha shukrani zetu kwa yale ambayo yeye amefanya na anayoendelea kutufanyia kila siku. Ibada ya asubuhi na jioni na vile vile madhabahu ya familia yanaonekana kuwa nje ya muktadha katika maisha yetu yenye gharama ya juu, yanayoendeshwa kwa urahisi na yanayolenga mafanikio. Hata hivyo, ndani kabisa ya mioyo yetu sote tunajua muda tunaotumia pamoja na Mungu na wapendwa wetu ndio uwekezaji bora zaidi wa wakati wetu mchache. Mwandishi wa leseni anajaribu kutuhimiza kwamba tuweze kujichunguza, tuweze kuangalia, tuweze kujua ni kipi ambacho tumepatia kipaumbele. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni Agano Kwanza, ambayo ukisoma ni cha Yoshua sura ni ya 5 aya ni ya kwanza hadi 7. Kuna mambo ambayo tunaweza kujifunza. Swali linaulizwa, kwa nini Bwana alimwamuru Yoshua kutahiri kizazi cha pili cha Waisraeli wakati huu hasa wa ushindi? Itachukua takriban siku 3 ili askari kuweza kuwa, ama ili wale wanajeshi wale ambao wanakwenda vitani kuweza kuwa katika hali nzuri ya kuweza kupigana. Kwa kimombo wanasema
wamejiweka vulnerable, yani wako katika ile hatari ya kuweza kuangamizwa na jeshi la adui iwapo watavamiwa, kwa sababu takriban siku 3 watu hawa ambao wametahiriwa ni watu ambao hawana uwezo wa kusimama na kuweza kupigana. Kwa hivyo ni kinaya kama vile ambavyo nimesema, watu kutahiriwa vitani. Lakini sasa ndio swali likaulizwa, je, kulikuwa na umuhimu gani wa kutahiriwa? Tusome katika kitabu ni cha Yoshua 5 hadi 7 ili tuweze kupata jibu. Ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Wakanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya, jifanyie visu vya mawe ya gumegume, watahiri tena wana wa Israeli mara ya pili. Basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume, akawatahiri wana wa Israeli huko Gibea Ralothi. Na sababu ya Yoshua kutahiri ni hii: watu wote waliotoka Misri waliokuwa waume, hao watu wote waendao vitani walikufa katika bara njiani baada ya wao kutoka Misri, kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutahiriwa. Lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri, hao hawakutahiriwa, kwa kuwa wana wa Israeli walitembea miaka 40 barani. Hata hilo taifa zima, yaani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia kwa sababu hawakuisikiliza sauti ya Bwana. Na ndiyo Bwana aliwaapia ya kwamba hata waacha waione hiyo nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao kwamba atatupa sisi, nchi ijayo maziwa na asali. Na watoto wao aliowainua badala yao ndio hao aliowatahiri Yoshua, kwa kuwa wao walikuwa hawakutahiriwa, kwa maana walikuwa hawakutahiri njiani. Ilikuwa walipokwisha kutahiriwa taifa zima, wakakaa kila mtu mahali pake maragoni hata walipopoa. Kwa hivyo walipotahiriwa walikaa wapi? Maragoni. Mpaka wakati gani? Walipopoa. Kwa hivyo walijiweka katika hali ya hatari kwa kutahiriwa. Na tumeona sababu ya wao kutahiriwa ni kwa sababu kizazi ambacho kilitoka Misri, ambacho kilikuwa kimetahiriwa, kilikuwa kimeangamia barani. Na hawa ambao ni kizazi ambacho kilikuwa kimeibuka, kizazi ambacho sasa kilikuwa kinavuka Yordani, hawakuwa wamepashwa tohara. Kwa hivyo lazima wangeweza kutahiriwa. Kwa hivyo ndiposa tunaona wanaweza kutahiriwa. Unaposoma katika Agano la Kale na Agano Jipya, tunaona kwamba kutahiriwa si kile kitendo tu cha afya pekee. Kina maana, manufaa sana haswa katika mambo ya kiroho, kwa sababu nyama inapokatwa ni kuashiria kwamba zile dhambi ambazo tumeshikilia zinakatwa pia. Kwa hivyo ni kutahiriwa roho zetu, kuweza kufanyika upya, kuweza kufanyika upya ndani ya Yesu Kristo. Unapokuja katika Agano Jipya tunapata hili linafanyika katika kubatizwa, pale ambapo unafia dhambi zako na unahuishwa upya ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Na hata leo Mungu anatuambia tuweze kutahiri mioyo yetu, tuweze kukata zile dhambi ambazo tumezishikilia, tuweze kutafuta ufalme wake kwanza na haki yake, mengine tunazidishiwa. Yoshua aliweza kutengeneza mahusiano yake na Mungu, kutengeneza mahusiano ya Israeli na Mungu kipao mbele. Ndiposa anasema hata kabla ya kwenda vitani, lazima niweze kuwa sawa na Mungu kwanza. Jambo la kwanza, anamutangulisha Mungu, anatambua thamani ya Mungu. Kwa hivyo anamuweka wa kwanza. Hata sisi leo tunaambiwa kwamba tuweze kumpatia Mungu kipao mbele katika mambo yetu yote ambayo tunayafanya, ili tusije tukakurupuka pale mambo yamekwenda mrama ndipo tunamtafuta Mungu. Kumbuka tumekuwa tukisema Mungu is not a spare tire, yani gurudumu la ziada. Pale ambapo unapata puncture ndio unakumbuka, kumbe niko na gurudumu la ziada. Mungu anapaswa kuwa wa kwanza. Na tunaona kwamba unaposoma 5:9
5:9 inasema Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Kwa hivyo Mungu alikuwa na kusudi kuweza kuvingirisha aibu ya Misri. Na hata leo Mungu anajaribu kututoa aibu. Tunapomkubali, anajaribu kufuta aibu, yale maisha ambayo tumekuwa tukiishi ambayo hayaambatani na kaida zake, na kutuweka katika mstari, njia salama ya kuweza kutuongoza ili tuweze kufikia toba katika safari yetu ya Ukristo. Kabla ya kizazi kipya kushiriki katika kuchukua nchi, walihitaji kufahamu kikamilifu uhusiano wao wa pekee na mumiliki wa nchi. Kufanywa upya kwa ishara ya agano huja kama jibu kwa tendo la neema la kimiujiza la Mungu la kuwavusha Israeli salama ya ng'ambo. Kwa hivyo lazima wangefanya agano na Mungu, ishara ikiwa ni katika kutahiriwa. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kilikuwa kifanywe pale. Tunaona kwamba agano letu na Mungu siku zote linapaswa kuwa jibu la shukrani kwa yale ambayo tayari yametimiza kwa ajili yetu. Kamwe si tendo la kujaribu kupata manufaa fulani kwa kupatana na ushikaji wetu wa sheria na matakwa yake. Unajua kuna watu ambao ni kana kwamba wanajaribu kumuhonga Mungu. Na tunajua Mungu huwezi ukamuhonga. Yeye ni hakimu mwenye haki. Kwa hivyo mambo haya ambayo yanafanywa ni kutokana na upendo wetu kwa Mungu. Kwa sababu tunajua kile ambacho ametufanyia. Hatufanyi hivi ili aweze kutufanya tuweze kuwa na haki, bali ni kwa sababu ameweza kutuvika haki yake, ndiposa tunatambua kwamba kuna utii ambao unahitajika kwa yule ambao unasema unamfuata. Unaposoma katika kitabu ni cha Warumi 4:11, tutaweza kuona hili katika Agano Jipya, kwa sababu kuna wale ambao watasema hiyo ni Agano la Kale. 4:11 Warumi inasema naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa kutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Kwa hivyo tunaona kuna kuhesabiwa haki pale kutokana na tendo lile. Mara nyingi maisha ya kila siku yanaonekana kutushinikiza kwa uharaka wa mambo mengi muhimu, hivi kwamba tunasahau kutoa kipaumbele kwa jambo muhimu zaidi katika maisha yetu: kufanywa upya kila siku kwa kujitolea kwetu kwa Kristo. Kwa lugha nyingine tunasema kwamba tuko na misplaced priorities. Yale ambayo tumeyapatia kipaumbele ni yale ambayo hayawezi yakatusaidia. Lakini tunaweza kuhimizwa kwamba hata katika ulimwengu huu ambao umejaa vita, kumbuka tumesema ni vita kati ya wema na uovu, ni vema kuweza kutambua kwamba ni Kristo pekee anayetuwezesha. Kwa hivyo lazima tuweze kumpatia nafasi ya kwanza, ili tukaweza kuwa na uzoefu wa moja kwa moja, mahusiano yetu kati ya Mungu na sisi, mahusiano ya moja kwa moja. Na ni kutokana na mahusiano haya ndiposa tunaweza kuwahimiza wengine vitani. Iwapo mahusiano yetu na Mungu yameharibika, hatuwezi tukawahimiza wengine. Kwa hivyo lazima sisi wenyewe, ianze na sisi wenyewe, ili tuweze kuenda katika familia na katika jamii na katika taifa. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambao ni Pasaka. Na pengine tuweze kuuliza swali, mbona Pasaka? Na Pasaka tulikutana nao wapi mara ya kwanza? Sijui kama unakumbuka tulipokuwa tukisoma lesoni ya robo iliyopita, pale ambapo pigo la 10 kabla kuanguka waliambiwa waweze kupaka miimo ya milango yao damu. Na kumbuka pale katika miimo ya milango kulikuwa na majina ambayo yalikuwa yameandikwa katika kaida za siku hizo. Kwa hivyo wale ambao walikuwa majina yao yameandikwa na kuna damu pale, walikuwa wamefunikwa na haki ya Yesu Kristo, ambaye alikuwa aje kufa msalabani. Ukisoma katika kitabu ni cha Yohana 1:29 ambayo inasema, mwana kondoo azichukuae dhambi za ulimwengu, ambaye tunajua aliweza kufia dhambi zetu pale msalabani kutokana na umwagikaji wake wa damu. Tunajua katika kitabu ni cha Waebrania 9:22 kwamba hakuna ondoleo la dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Kwa hivyo lazima Kristo angeweza kufa, ambaye unaposoma katika Agano la Kale alikuwa akilengwa na mwana kondoo. Tunapokutana na Pasaka inaweza kutukumbusha kule ambako Mungu ameweza kututoa, kile ambacho Mungu aliweza kuwafanyia
Israeli katika usiku ule, wana wa kwanza wa Misri waliweza kuangamia kwa sababu ya kutofuata maagizo ya Mungu. Kwa hivyo ni wale ambao pekee, wale ambao walikuwa wamefunikwa na damu ya Kristo ndio ambao waliweza kunusurika. Kwa hivyo inaweza kutupatia historia ya kule ambako Mungu ametutoa, na vile vile inatupeleka mbele kile ambacho Mungu atatufanyia, kwa sababu ilikuwa ukombozi kutoka Misri ili kuweza kuingia katika nchi ya ahadi. Hata sasa tuko katika safari ya kuingia katika nchi ya ahadi, na tunajua ni Kristo ambaye atatuwezesha haki yake kuweza kuingia katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo inatupeleka nyuma na vile vile inaweza kutupeleka mbele katika ukombozi ambao Kristo tunajua atakuja kutukomboa, wale ambao watakuwa wamevipiga vita vyema. Kwa hivyo nipende kukuhimiza uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watahesabika. Unaposoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:1 unapata kwamba pale wanaposimama katika mlima Sayuni, mwana kondoo yuko pale, na tumeweza kusema mwana kondoo ni Yesu Kristo ambaye aliweza kuchinjwa pale Pasaka. Ufunuo 14:1 inasema, kisha nikaona na tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo ili jina la Kristo, ili jina la baba yake Mungu liweze kuandikwa katika kipaji cha uso wako, lazima uweze kumkubali mwana kondoo. Na tumesema mwana kondoo aliweza kuchinjwa Pasaka. Na unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 5:7 inasema, unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 5:7 ambayo inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo, hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo Pasaka wetu. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumanne ambayo ni madhabahu za upya. Kwa hivyo tunaona pale ambapo kabla ya hata kuweza kupata ile nchi ya ahadi walianza kutengeneza madhabahu, na tunaona kwamba hili lilikuwa ni tendo la imani, kwa sababu walijua ni kana kwamba Mungu ashawaambia, na tunajua kwamba Mungu anaposema ndio ni ndio, na Mungu si binadamu adanganye. Kwa hivyo wakiwa na imani hii waliweza kuanza kuweka madhabahu kama ishara kwamba wamepokea nchi ile ya ahadi, na vile vile ilikuwa ikiwa ukumbusho, kwa sababu pale ambapo walikuwa vile walikuwa wanazidi kuenda ndivyo walipokuwa wanazidi kutengeneza madhabahu. Kwa hivyo tunaona kwamba madhabahu yalikuwa yanaonyesha imani kwa Mungu, na vile vile ilikuwa ni kana kwamba ni ukumbusho. Kwa hivyo tunaona kwamba kulikuwa na ahadi ambayo ilikuwa imepatianwa, ambayo ukisoma katika kitabu ni cha Yoshua 8:30 na 31 ambayo inasema hivi, ndipo Yoshua alijenga madhabahu ya Bwana Mungu wa Israeli katika mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyoamuru wana wa Israeli, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa, madhabahu ya mawe yasiyochongwa ambayo mtu hakutumia juu yake chombo cha chuma, nao wakatoa juu yake sadaka za kuteketezwa kwa Bwana na kuchinja sadaka za amani. Kwa hivyo tunaona kuna mambo ambayo yalikuwa yakifanyika pale madhabahu yale, wanaweza kutoa sadaka ya kuteketeza na sadaka ya amani. Kwa hivyo mambo haya yote mawili tunaona yakiweza kufanyika. Kwa hivyo tunaona kwamba unaposoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 11, unaposoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 11:26, kumbuka tumekutana na mlima Ebali, na vile vile kuna mlima mwingine ambao tutasoma, na tunajua katikati ya milima hii miwili wana wa Israeli waliweza kufika pale ambapo walikuwa wakiapiwa ahadi hizi. Unaposoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati sura ni ya 11 aya ni 26 hadi 30,
26 inasema, angalieni na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana, vitu viwili. Baraka ni hapo mtakapo yasikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo, na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkigeuka katika njia ni waagizayo leo, kwa kuandama miungu mingine msioijua. 29 tena, itakuwa atakapoleta Bwana Mungu wako na kututia katika nchi uendayo kuimiliki, ndipo uiweke baraka juu ya mlima Gerizimu na laana uiweke juu ya mlima wa Ebali. Haiwi ng'ambo ya Yordani, nyuma ya njia ya machweo ya jua, katika nchi ya Wakaanani waketio katika Araba kuelekea Gilgali, kando ya hiyo mialo ya More? Ni swali ambalo linaulizwa. Kwa hivyo tunaona kuna vitu viwili ambavyo waliambiwa hapa. Wakaambiwa kwamba kuna laana na vile vile kuna baraka. Kwa hivyo katikati ya milima hii wakaambiwa waweze kuchagua. Kwa hivyo Mungu ameweza kutupatia uhuru wa kuchagua, na alitaka iweze kuwa ni uamuzi wao wenyewe. Mungu hakushurutishi, bali anakuambia kwamba kuna njia salama ambayo ni hii, ifuate, na kuna njia ambayo inakupeleka mautini. Kwa hivyo Mungu hakuachi hivyo. Anakuambia una uhuru wa kuchagua, lakini pia katika kuchagua huu anaweza kukuambia njia ambayo unapaswa kuchagua. Unaposoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 30:19, neno la Mungu linasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Mungu anakuambia chagua uzima ili uwe hai. Kwa hivyo anakuambia cha kufanya, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo vitatuwezesha kuweza kupata baraka ambayo Mungu amekusudia kutupatia. Lakini iwapo tutakwenda kinyume na matakwa ya Mungu, iwapo tutakwenda kinyume na haya, basi tutakuwa tunapokea laana. Na tunajua kwa kumchagua Mungu tunaalika uwepo wa baraka zake, na kwa kumkataa Mungu tunaalika laana ambazo zimeelezewa hapa. Yoshua anamuwakilisha Yehoshua ambaye ni Yesu wa Agano Jipya, ambaye utume wake miongoni mwa mambo mengine ulikuwa kuwaongoza wanadamu kumtii Mungu. Ili kutimiza lengo hili ilimbidi afanye pambano na nguvu za uovu. Lengo lake kuu lilikuwa kutimiza mahitaji ya agano kwa niaba yetu, kwa maana ahadi zote za Mungu ndani yake ni ndio, na katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Wakorintho wa pili 1:20. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu amekusudia tuweze kumchagua ili tuweze kutwaa ushindi. Ndiposa tunaona katika kitabu cha Yoshua inapokuwa kinakwenda kutamatika, Yoshua anawaambia mimi na nyumba yangu, anawaambia uamuzi wake. Kwa hivyo na wewe inakuwa vipi? Je, wewe na nyumba yako utamtumikia nani? Ni swali ambalo tunapaswa kuweza kujiuliza na kuweza kulifanya. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mambo ambayo yanaingia hapa. Tunapomchagua Mungu tunapata mibaraka yake. Tusipomchagua Mungu tunapata laana. Kwa kumfuata Mungu mibaraka inatufuata, kutomfuata Mungu laana zinakuwepo. Kwa hivyo tunaona kwamba ahadi za Mungu zina masharti. Ahadi za Mungu zina masharti. Kwa hivyo lazima tuweze kuenenda sawasawa na yale ambayo ametuagiza, ili tuweze kupata baraka hizi ambazo amekusudia kila binadamu aweze kuzipata. Kwa hivyo ni ombi langu kwamba utazidi kumchagua Mungu ili akuwezeshe kuweza kupata baraka hizi ambazo ametuahidia. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na nia madhubuti ya kuweza kumfuata Mungu, si kubahatisha. Najua kuna kubahatisha, lakini Mungu anataka tuweze kujitolea kiukweli 100%. Siku ya Jumatano imeandikwa kwenye mawe. Pengine mbona iandikwe kwenye mawe? Ni swali ambalo tunaweza kujiuliza. Na ni kipi hiki ambacho kilikuwa kinaandikwa kwenye mawe? Unaposoma katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 8 aya ni ya 32. Kitabu ni cha Yoshua aya ni ya 8 32 hadi 35. 32 neno la Mungu linasema hivi: akaandika huko juu ya mawe hayo nakala ya
iandika mbele ya wana wa Israeli. Na Israeli wote na wazee wao na maakida yao na makadhi yao wakasimama upande huu wa sanduku na upande huu mbele ya makuhani Walawi waliochukua sanduku la agano la Bwana, huyo aliyekuwa mgeni pamoja na huyo mzalia, nusu yao mbele ya mlima Gerizimu na nusu yao mbele ya mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyoamuru, ili wabarikie watu wa Israeli kwanza. Na baadaye alisoma maneno yote ya Torati, baraka na laana, sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati. Hapo hapakuwa na hata neno moja katika hayo aliyoamuru Musa ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli na mbele ya wanawake na watoto na wageni waliokaa nao. Kwa hivyo tunaona kwamba ni tendo la kuweza kutoa katika kizazi kimoja na kupatia kizazi kingine, ambacho kwa kimombo tunasema ni pass it on. Kwa hivyo unatoa katika kizazi hiki na kuelekeza kile kizazi ambacho kinakuja. Na haya ndio ambayo Mungu ameweza kutujukumisha sisi kama wanafamilia. Anataka kwamba sisi ambao tumelisoma neno la Mungu tuweze kufunza wana wetu. Unaposoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 6:7-5 kushuka, kwamba wanapoamka, wanapotembea, wanapofanya kila shughuli waweze kuwa wanafunzwa haya ili wasije wakasahau. Kwa hivyo lazima tuweze kunoa makali ya wana wetu ili waweze kujengeka na waweze kuimarika katika Kristo. Lakini iwapo tutalegea, basi itakuwa ni mambo hatari sana. Kwa hivyo tunaona anawakumbusha hata kabla ya kuimiliki ile nchi, anawakumbusha kwamba haya ndiyo ambayo mnatarajiwa kufanya. Kuna laana na kuna baraka, na anawaambia kinaganaga, iwapo mtachukua hivi baraka, iwapo mtachukua hivi laana. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunaweza kuona, na vile vile tunaomba kwamba huu inatupeleka moja kwa moja kutukumbusha kwamba utii wa Mungu unaleta mibaraka. Kwa hivyo lazima tuweze kutii kile ambacho tunasoma. Lazima tuweze kukubali Roho Mtakatifu aweze kutuhuisha upya, yale ambayo tunasoma yakaweza kuwa hai ndani yetu, bali yasije yakawa ni mambo ambayo yamekufa. Kwa hivyo kitu ambacho kinaweza kutuimarisha ni kumwomba Roho Mtakatifu aweze kutuhuisha pia. Tunaona kwamba sisi binadamu tunaelekea kuwa wasahaulifu. Tunalikimbiza mahitaji ya maisha ya kila siku yanayozidi kutatanisha katika sehemu fupi za wakati. Bila shaka tunasahau mambo ambayo hayajirudii mara kwa mara au kwa nguvu katika kila ibada ya ushirika. Tuna wakati maalum wa kujiweka wakfu upya kwa Bwana na kufanya upya ahadi yetu ya agano. Ingekuwa vyema kutambua fursa hizi sio tu kama nafasi za kuwekwa wakfu tena kwa mtu binafsi, bali pia kama matukio ya kufanya upya utii wetu kwa Mungu. Katika jamii inayozidi kuwa ya ubinafsi, lazima tugundue tena uwezo wa kuwa na jumuiya ambayo inashiriki mtazamo wa ulimwengu, maadili, imani na utume sawasawa na sisi. Kwa hivyo ni jukumu lako, ni jukumu langu kuweza kuendeleza mambo haya, kuweza kutii sheria za Mungu, kuweza kutii yale ambayo tunasoma kama vile ambavyo tumeagizwa. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi ambayo ni kutamani uwepo wake. Kutamani uwepo wake. Kumbuka tumesema kwamba walipokuwa katikati ya mlima Eboli na mlima Gerizimu, wale wakiwa wamesimama pale katikati. Kumbuka tumesema kwamba mlima Eboli ulikuwa ukiwakilisha laana na mlima ambao ni Gerizimu ulikuwa ukiwakilisha baraka. Kwa hivyo wakiwa wamesimama pale, kuna jambo ambalo lazima wangefanya uamuzi, baraka ama laana. Na tumesema sanduku la agano lilikuwa pale. Sanduku la agano lilikuwa likiashiria uwepo wa Mungu. Kumbuka kuna Shakina glory, yani utukufu wa Mungu ulikuwa unamulika pale. Utukufu wa Mungu ulikuwa na wale ambao wangekwenda na njia zake. Unaposoma katika kitabu ni cha Yoshua 18:1-2 katika ugawaji wa ardhi,
Pale ambapo tunasoma kisha mkutano mzima wa wana wa Israeli walikutana pamoja hapo Shilo, wakasimamisha hema ya kukutania huko. Kumbuka hema ya kukutania, uwepo wa Mungu. Nayo nchi ilikuwa imeshindwa mbele zao. Zilisalia katika wana wa Israeli kabila 7 ambazo hazikugawanyiwa bado urithi wao. Kwa hivyo tunaona kuna ugawanyi wa urithi, na anapofika katikati ya kugawa, anaweza kumjumuisha Mungu, anaweza kutambua uwepo wa Mungu pale. Utambuzi kwamba iwapo Mungu hangewatangulia hawangeirithi nchi ya ahadi. Kwa hivyo tunaona hili lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa likiashiria kwamba iwapo Mungu hangekwenda mbele yao hawangeweza hata kuimiliki nchi ya ahadi. Kwa hivyo hata sisi pale ambapo tuko katika mambo mchakato wa ulimwengu huu, lazima pia wakati mwingine unasimama kwanza, unaweka kikomo kwa kile kitu ambacho unafanya na kuweza kukumbuka kule ambako Mungu amekutoa na ahadi zake ya kule ambako anakupeleka. Kwa hivyo ni muhimu sana. Haswa katika ulimwengu huu ambao unakwenda mbio. Mambo ni mengi sana katika ulimwengu huu. Ni vizuri kukaa chini na kutambua kwamba Mungu ndiye ambaye ametupatia pumzi ya uhai. Mungu ndiye ambaye anatuwezesha. Kuanzishwa kwa patakatifu. Patakatifu pangu huwakilisha utimilifu wa ahadi ya Mungu ya kuishi kati ya watu wake. Kusudi la Mungu, shauku yake ni kuishi miongoni mwa sisi, lakini lazima tuweze kumpatia nafasi ya kuishi ndani yetu ili tukaweza kupata zile nguvu ambazo zitatuwezesha kuweza kuangazia mataifa mengine. Kuwepo kwa Mungu katikati ya Israeli kumewezesha umiliki wa nchi na kutakuwa chanzo cha daima cha baraka kwa Israeli na kupitia kwao kwa dunia yote. Ibada ya Mungu inakuwa muhimu mno na kuu hata juu ya ushindi wa ugawaji wa nchi. Uwepo wa patakatifu na baadaye hekalu ulipasa kuwasaidia watu daima kutambua uwepo wa Mungu kati yao na wajibu wao wa kufuata agano. Nakumbuka kama vile ambavyo nimesema sanduku la agano, pale ndani kulikuwa na vitu vitatu. Kulikuwa na zile sheria 10 za Mungu ambazo zilikuwa zikiwakilisha utii kwa Mungu. Vile vile kulikuwa na fimbo ya Aruni ambayo ilikuwa inaonyesha vile Mungu anavyo to guide, he is guiding. Roho Mtakatifu kiongozi daima. Na vile vile kulikuwa na kitu cha tatu ambacho kilikuwa mana, ambayo unaposoma mana ilikuwa God's providence. Vile ambavyo Mungu aliweza kuwapatia kuonyeshea mana pale jangwani. Unapokuja katika agano jipya, tunaona kwamba Kristo kuna mahali ambapo ameingia. Unaposoma katika kitabu ni cha Waebrania, Waebrania 6, Waebrania 6:19 nasema hivi: tulio nayo kama nanga ya roho yenye salama yenye nguvu yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa hivyo tunamfuata Kristo kule ambako anakwenda, na ndio hii sababu ya patakatifu. Kwamba katika patakatifu tunamfuata njia. Tunajua kuna njia, Kristo ni njia uzima. Tunamfuata Kristo. Kwa hivyo tunapomfuata Kristo tunaweza kujua kule aliko na kazi ambayo anafanya. Na kwa sasa tunajua Kristo yuko patakatifu mno. Naam, kwa kumalizia, ni muhimu zaidi kwetu kama Wakristo wanaoishi katika siku halisi ya upatanisho kuelekeza macho yetu kwenye patakatifu pa mbinguni. Tunapoendeleza mapambano yetu na majitu ya kisasa au baadaye ambayo yanatoa changamoto kwa imani. Tuna imani na urithi wetu wa kiroho. Tunapoendelea kutegemea kazi ya Kristo iliyokamilishwa msalabani na katika patakatifu pa mbinguni, tunaweza kutazamia kwa imani wakati ambapo Mungu atakaa tena kati ya watu wake. Ni ombi langu kwamba unazidi kubarikiwa popote ulipo. Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani kwa kutuleta pamoja na tumeweza kuangazia lesoni yako. Tumeweza kujifunza vile ambavyo tunapaswa kuwa waaminifu na kuweza kukupatia kipaumbele katika maisha haya, ili tukaweza kupokea mibaraka ambayo inaambatana na kufuata sheria zako. Zidi kuwa pamoja na sisi, zidi kutuhuisha na zidi kutujenga kiroho, haswa wakati huu ambapo tunazidi kupambana na nguvu za mwovu ambazo tunajua pasipo wewe, pasipo kutupigania hatuwezi tukashinda. Kwa hivyo tunakuweza kukualika katika maisha yetu, ukaweze kuwa amiri wa jeshi, ukaweza kutupigania
ili tukaweza kutoa ushindi. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.